Shalom wapendwa, karibu tena kwenye sauti ya ufunuo. Katika video iliyopita tuliulizwa swali muhimu: je, mpanda farasi mweupe wa Ufunuo 6 ni Yesu Kristo? Leo tutachunguza jambo lingine muhimu sana. Kwa nini Biblia inasema kwamba mpanda farasi huyo alikuwa na upinde lakini hahitaji mishale? Je, hilo linamaanisha nini? Hebu tusome Ufunuo 6 kuanzia mstari wa 1 na mstari wa 2. Nikaona farasi mweupe, naye aliyempanda alikuwa na upinde, akapewa taji, akatoka akishinda na ili ashinde. Biblia inataja upinde, lakini haisemi alikuwa na mshale. Hilo limewafanya wasomaji wengi kujiuliza kwa nini maelezo hayo yapo. Katika mafundisho ya William Marion Branham, jambo hili linafasiriwa kuwa ishara ya ushindi unaopatikana kwa njia ya ushawishi na udanganyifu badala ya vita vya wazi. Hii ni mojawapo ya tafsiri za kifungu hiki. Wakristo wengine wamekieleza kwa namna tofauti, na pia ukizingatia hiyo inaonekana kuwa ni kweli tafsiri ya William Marion Branham, kwa sababu kama kuna upinde bila mshale, kumaanisha kwamba hakuna vita ya kihadharani, hakuna vita ambayo iko wazi inaonekana. Ndio maana ni muhimu kurudi kwenye maandiko na kuchunguza kwa makini kila tunachosoma. Katika sehemu zinazofuata tutaangalia kwa nini upinde umetajwa, kwa nini mishale hazijatajwa, na maana ya kupewa taji ni nini, na jinsi gani tukio hilo linavyohusiana na mihuri inayofuata. Kaa nasi hadi mwisho, na kama unapenda mafundisho ya Biblia, bonyeza subscribe na uwashe kengele ili usikose vipindi vijavyo. Baada ya Yohana kuona mwana-kondoo alifungua muhuri wa kwanza, anaona jambo lingine la kushangaza sana. Tazama, farasi mweupe, naye aliyempanda alikuwa na upinde, akapewa taji, akatoka akishinda na ili ashinde. Hiyo ni Ufunuo 6 mstari wa 2. Hebu tusimame kwenye neno moja muhimu: upinde. Kwa nini Biblia inasema ya kwamba alikuwa na upinde, lakini haisemi alikuwa na mishale? Katika historia ya tafsiri za kitabu cha Ufunuo, swali hili limetajiwa na waandishi walimu wengi wa Biblia. Baadhi wameona upinde kama ni ishara ya ushindi au mamlaka, wakati wengine wameupa maana ya mfano sembolike badala ya silaha halisi. Miongoni mwao kuna brother William Marion Branham aliyofundisha kwamba kutotajwa kwa mshale kunaweza kuonyesha ushindi unapopatikana kwa njia ya ushawishi na udanganyifu badala ya vita vya wazi. Huo ni ufafanuzi uliotoa katika mafundisho yake ya Marion Branham, na pia ukizingatia inaonekana kuwa ni ukweli, kwa sababu kama hakuna vile kama vile nimesema hapa karibuni, hakuna vile kunaweza kuwa na vita na wakati kuna upinde ambao hauna mishale. Upinde hauna mishale, si upinde wa vita. Hata hivyo, ni muhimu kukumbuka
kwamba kitabu cha Ufunuo kinatumia alama nyingi na Wakristo wamekielewa kwa njia tofauti katika historia. Ndiyo maana tunapaswa kuendelea kusoma sura nzima, kulinganisha maandiko na maandiko, kuelewa ujumbe wa Biblia kwa uangalifu. Katika sehemu inayofuata tunachunguza maneno haya, akapewa taji. Kwa nini maandiko yanasema akapewa taji? Je, hilo lina maana gani ndani ya Ufunuo 6? Tunaendelea kuchunguza swali hilo kwa kutumia maandiko. Tunaangalia maneno mengine muhimu katika Ufunuo 6 mstari wa 2. Akapewa taji, akatoka akishinda na ila shinde. Neno akapewa linamaanisha kwamba taji liliotolewa. Hii limewafanya wasomaji wengi kujiuliza kwa nini maandiko hayasemi kwamba tayari alikuwa nayo tangu mwanzo. Katika tafsiri mbalimbali za Kikristo, jambo hili linaeleweka kwa njia tofauti. Wapo wanaona kwamba linaonyesha kupewa mamlaka kipindi fulani, huku wengine wakiliona kama sehemu ya lugha ya alama inayotumika katika kitabu cha Ufunuo. Lakini tuna William Marion Branham alitoa ufafanuzi wake kuhusu mstari huyu. Alifundisha kwamba kupewa taji kulionyesha kuongezeka kwa mamlaka ya yule mpanda farasi katika matukio ya ufunuo yanayoendelea. Huo ni ufafanuzi uliotolewa katika mafundisho yake, na pia ukichunguza vizuri inaonekana kwamba ndiyo ukweli, kwa sababu tumeanza tukiona kwamba anapambana vita ambayo si vita ya wazi, kumaanisha ni vitu za kisirisiri. Tunaposoma kitabu cha Ufunuo ni muhimu kutoa hitimisho kwa mstari mmoja pekee. Biblia mara nyingi hufafanua alama zake kwa kuunganisha sehemu mbalimbali za maandiko. Ndio maana ni vizuri kujiuliza maswali haya. Kwa nini taji iliyotolewa wakati huu? Kwa nini Yohana alitaja jambo hilo kwa uwazi? Je, tukio hili lina uhusiano gani na mihuri inayofuata? Maswali hayo yanatualika kuendelea kusoma sura nzima kwa makini badala ya kusimama kwenye mstari mmoja tu. Katika sehemu inayofuata tutaangalia jinsi simulizi ya farasi inaendelea katika mihuri inayofuata na kwa nini hilo ni muhimu katika kuelewa ujumbe wa kitabu cha Ufunuo. Wapendwa, jambo moja muhimu tunalojiuliza tunaposoma kitabu cha Ufunuo ni kwamba muhuri mmoja haupaswi kutenganisha na wengine. Baada ya muhuri wa kwanza, Yohana anaendelea kuona muhuri mingine ikifunguliwa. Kila muhuri una maelezo yake, lakini yote inaonekana kuwa mfululizo mmoja wa maono. Hiyo ndio sababu wasomaji wengi wa Biblia husisitiza umuhimu wa kusoma sura nzima badala ya kuchukua mstari mmoja pekee. Unaposoma Ufunuo 6 utaona kwamba muhuri wa kwanza unaeleza mpanda farasi mweupe, muhuri wa pili unaeleza farasi mwekundu, muhuri wa tatu unaeleza farasi mweusi, na muhuri wa 4 unaeleza farasi
wa rangi ya kijivu. Swali muhimu ni hili hapa. Kwa nini Yohana anaona farasi hawa kwa mpangilio huu? Hapo ndipo tafsiri mbalimbali zinapoanza kutofautiana. Baadhi ya walimu wa Biblia wanaona farasi hawa kuwa alama za matukio tofauti yatakayotokea duniani. Wengine wanaona kuwa ni picha ya hali za kiroho na kihistoria zinazojirudia. Lakini pia tuko na brother William Marion Branham. Kwa upande wake alifundisha kwamba farasi hao wanaonyesha hatua mbalimbali za maendeleo ya nguvu fulani katika historia ya kanisa. Huo ni ufafanuzi aliyotoa katika mafundisho yake. Kwa sababu hiyo, ni vizuri kuendelea kuchunguza maandiko kwa uangalifu, tukisoma sura zima na kulinganisha vifungu vinavyohusiana. Mtume Paulo aliandika, jaribu kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtendakazi usiye na sababu ya kutahayari, ukitumia kwa usahihi neno la kweli. Huo ni Timotheo wa pili sura ya 2 mstari wa 15. Inatukumbusha ya kwamba kujifunza Biblia kunahitajika uvumilivu, unyenyekevu na uchunguzi kwa kina. Wapendwa, katika video ya leo tumeona kwamba Ufunuo 6 mstari wa 1 hadi mstari wa 2 ni kifungu ambacho kimejadiliwa sana katika historia ya Ukristo. Tumeona pia kwamba wasomaji wa Biblia wamefikiria kwa njia mbalimbali. Ndio maana ni muhimu tusome maandiko kwa makini, tukilinganisha mistari na mistari, na tusifanye hitimisho kwa haraka. Tunaposoma kitabu cha Ufunuo, tukumbuke kwamba lengo lake si kutupa maarifa tu, bali kutuongoza kumkaribia Yesu Kristo na kuliamini neno lake na kurudi kwa neno lake la mwanzo. Heri asomaye, Biblia inasema hivi: heri asomaye na wao wayasikiao maneno ya unabii huyo na kuyashika yaliyoandikwa humo. Ufunuo 1 mstari wa 3. Kwa hiyo ninakualika uendelee kusoma kitabu cha Ufunuo mwenyewe. Chukua muda wako, omba Mungu akupe hekima na ulinganishe kila fundisho na maandiko. Katika video ijayo tutaendelea na somo lingine katika Ufunuo 6 na kuchunguza maana ya alama nyingine zinazotajwa katika sura hii. Kama video hii imekusaidia, bonyeza like, andika maoni yako kwa heshima, shiriki video hii na wengine waweze kujifunza ya Ufunuo, ili usikose mafundisho yajayo. Asanteni kwa kutazama. Mungu awabariki sana, na tuendelee kulipenda na kulichunguza neno la Mungu kila siku. Amen.